Karibu katika mwendelezo wa video zinazoelekeza namna ya kuweza kuomba uhamisho kupitia mfumo wa ESS. Katika video mbili zilizotangulia, ambapo video ya kwanza tumeweza kuona namna ya kuweza kuomba uhamisho kwa njia ya kubadilishana, lakini pia tukaweza kuona namna ya kuweza kuomba uhamisho wa moja kwa moja kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine bila kubadilishana. Leo tutaenda kuangalia uhamisho wa tatu ambao ni aina ya tatu na ya mwisho ya uhamisho katika mfumo wa ESS ambao inaitwa ni vacancy request. Aina hii ya uhamisho inamwezesha mtumishi kuweza kuomba nafasi kule anakotaka kwenda kuhamia. Aina hii ya uhamisho inatumiwa sana na wale ambao wao kuweza kupata watu kubadilishana ni changamoto katika mfumo wa ESS. Sana sana watu ambao wanadili na masuala tofauti na walimu, wao wamekutana na changamoto sana ya kuweza kupata watu kubadilishana katika mfumo wa ESS. Lakini pia walipokuwa wakitumia mfumo wa transfer request walikuwa wanakataliwa kutokana na kuambiwa kwamba kule wanakotaka kwenda nafasi hakuna, labda zimejaa. Kwa hiyo suluhisho la watu ni nini? Kabla ya kuweza kuomba uhamisho kwenda katika hizo sehemu, basi unatakiwa kuomba kwanza nafasi, na endapo nafasi itapatikana basi wataendelea na mchakato wa uhamisho kama kawaida. Lakini pia wale ambao wanahitaji kuhama kutoka taasisi moja kwenda taasisi nyingine, kwa mfano labda alikuwa ni mwalimu anataka atoke aende katika idara ya utawala, labda ni mwalimu anataka atoke kwa katika taasisi ya kufundisha huku chini, anataka aende akafundisha labda katika vyuo vya kati, huyu naye atatumia option ya vacancy request. Ili kuweza kuomba uhamisho ataenda katika sehemu ya vacancy request. Akifika hapo ataenda pale kuandikwa create vacancy request. Menu hii itafunguka. Hii menu ikifunguka inafunguka tofauti kidogo na menu nyingine. Menu hii upande wa kulia inakuwa na CV. Hii CV itatumika kama attachment katika taasisi unayotaka kuomba nafasi. Utakapokuwa unajaza hii form, sehemu ya form itakuwa imeshajazwa automatic. Wewe utaenda kufill sehemu ambako unataka kwenda. Kwa mfano kama ni halmashauri, labda mimi nahama kutoka halmashauri ya Ulanga kwenda labda halmashauri ya mji wa Ifakara, nitaandika hapa Ifakara. Kisha nita select hiyo Ifakara. Nikisha select Ifakara, nitakuja chini pale kuandikwa with recategorization. Kama nitakuwa nina recategorization natakiwa kufanyiwa, basi nita click hapo. Kama sitakiwi kufanyiwa recategorization, hiyo sehemu nitaachana nayo, ila kama natakiwa kufanyiwa, basi nita click hapo. Kisha nitachagua destination, labda ni principal teacher grade 1A. Baada hapo nitachagua reason, labda ni kuwa karibu na familia yangu. Kisha nitabonyeza save. Nikibonyeza save itaniambia saved successfully, lakini haitotoka. Ili niweze kuona hiyo vacancy request yangu, nitarudi kwenye dashboard. Nikirudi kwenye dashboard, baada ya kuwa imeload, utaona pale sehemu ya vacancy request inaonekana iko moja. Kwa hiyo nita click hapo na ile vacancy yangu nitaiona. Nikishaiona nitakuja nitaifungua hapa kwenye more option kwenye kajicho. Nikishaifungua nitajiridhisha na taarifa nilizozijaza. Information, be careful. Hapa inakwambia you can submit your transfer vacancy request. Check your curriculum vitae. Angalia hiyo CV yako kwa sababu itatumika kama attachment. Kwa hiyo maana yake hapa ni sawa na mtu anayeomba kazi upya. Kwa hiyo CV yako ndio itaamua nafasi upate ama ukose. Baada ya hapo sasa utabonyeza submit vacancy request. Ukisha submit hiyo vacancy request yako itakuwa imeenda na utasubiria majibu utakayopewa, kisha utaendelea na mchakato wa uhamisho kama kawaida kwa kuweza kuupload hizo dokumenti zako na vitu vingine, then utasubiria majibu ya uhamisho. Yakitoka basi utahamia katika hicho kituo kipya au katika halmashauri mpya. So hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kuomba vacancy request katika mfumo wa ESS. Mpaka hapo tumefikia mwisho wa mfululizo wa video zetu ambazo zilikuwa ni 3 za namna ya kuweza kuomba uhamisho katika mfumo wa ESS. Kama utakuwa na changamoto yoyote, basi unaweza kucomment hapo chini nami nitakujibu bila wasiwasi wowote. Kama ni mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe kwa sababu kufanya hivyo kuna kutupa nguvu ya sisi kuweza kutengeneza video nyingine. Asante, hadi wakati mwingine.